Injilisi aseme jambo kwako. Makofi kwa Bwana Yesu kwa utumishi wako. Amen. Hayo makofi yatosha. Makofi kwa Bwana Yesu kwa utumishi wako. Wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu nyote kupitia jina kuu la Yesu Kristo. Baba yetu Askofu Mkuu, makamu wako bodi ya wadhamini, lakini ndugu yetu wa karibu sana, askofu wa jimbo letu la Mbalali, Pastor Shora, Mungu akubariki. Lakini kanisa la Bwana hongereni pia kwa kumpata mchungaji msaidizi. Mama yetu, Mungu akubariki. Mama Mwangomola, Mungu akubariki. Na wazee wa kanisa pia. Baba, nikuombe tufanye kazi moja muhimu kabla sijasoma neno. Msaidizi, nataka tuhubiri pamoja leo. Barikiwa umekuja na Biblia kabisa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kama jina langu katibu wetu Mungu amesema, si vizuri sana nirudie dakika chache nilizopewa. Aniombe usogea hapa majirani, baba tutahubiri hapa leo. Ni kwamba kuna kipengele kimoja ambacho tarehe ngapi sisi tumekuja hapa. Hapa pamekuwa ni nyumbani mpaka tunasahau lini tumekuja. Lakini mwishoni mwa mwezi tulikuja. Mimi nikafanya ibada kwa mzee Makatage. Wenzangu wakawepo hapa. Tulitumwa pamoja na baba yetu tusafiri nchi nzima, tumeenda tumerudi salama. Na sasa leo tumekuja kuwaona ninyi pamoja na baba. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa baba ni mtenda kazi pamoja na sisi. Kwa kuwa ameingia, Roho Mtakatifu ametenda na amekubali kipengele kile tulichokisema cha shilingi 3,300 ambazo nimegundua hazitajwi mara kwa mara. Baba yetu ataendelea kuzitaja na anaanza leo. Halafu kila Jumapili atakuwa anazituma kwenye akaunti yetu ya kanisa, mfuko mkuu. Hizi shilingi 3,000 tulianza toka mwezi wa 8. Hata kwangu zinaendelea. Hata leo nafikiri wataniambia wamechanga shilingi ngapi, pamoja na kwamba siko toka tarehe 2, lakini tumekuwa tukipokea michango yao. Na mwezi wa 8 tulianza, mwezi wa 9 tumeendelea, na tupo sasa mwezi wa 10. Nikasema huyu bwana sasa atajua mwezi wa 8 ni lini. Sasa ni jambo rahisi sana. Shilingi 300 hizi zenyewe tumeshirikisha watoto wadogo wote. Kiongozi wa kina mama yuko hapa. Kiongozi wa kina mama yuko. Usimame. Mama ubarikiwe kwa lile somo tulilichukua vizuri. Ulisema hivi kwenye mafundisho yako, mtoto hata ambaye hajazaliwa anaruhusiwa kutajiwa jina. Mtoto ambaye hajazaliwa anaruhusiwa hata kufanyiwa maombi, lakini maombi vinaambatana pamoja na sadaka. Mama, nitaka niseme hicho kwamba ukijishikia hata huyu ukamlipia mchango kwetu, sisi tunahesabu ni mshirika wetu mtarajiwa ambaye siku chache ataingia kwenye ibada zetu. Ukae mama. Kwa hiyo niombe tuwajibike kwa moyo, tunajiwekeza kwa Mungu wetu. Jamani, hapa sio kwetu. Hii dunia tunapita tu, na mali zote tulizo nazo ni mali ya Mungu wetu. Sasa niombe unitangazie hili, utaanza lini, alafu utatafuta na watu hata wawili wa kukusaidia. Haitakuwa vizuri mchungaji mashika yao, ila wanachanga. Na zile sipendekezi sana kuanze kumhangaisha mwazina wetu wa kanisa atunze hiyo ya nini. Ukishachanga tafuta hazina, ingiza kwenye akaunti. Zile hazina wetu endelee kutunza zingine zinazofaa kwa ajili ya kutunzwa, na Mungu atakubariki. Niombe niseme hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kuwasaidia wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona haya alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu na kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Maana alishikwa na ushangao yeye na wote waliokuwa
wa samaki waliowapata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akawaambia Simoni, usiogope. Tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Walivua samaki usiku kucha, wamefanya kazi usiku kucha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uliwahi kufanya kazi usiku kucha? Walifanya kazi usiku kucha. Wakati wamechoka, akapita bwana mkubwa. Walipogeuka, kumbe alikuwa ni Yesu. Akamwambia Petro, tweka mpaka kilindini, ingia mpaka ndani. Petro akageuka akamwangalia Yesu. Ungelijua leo tumekesha, halafu nasema tushushe nyavu zetu tuingie ndani. Waliovua samaki nafikiri wanajua. Huwezi kuvua samaki usiku kucha. Huwezi kukaa kwenye maji usiku kucha, liwe ziwa, liwe bwawa, liwe bahari. Kuna wakati huwa kuna mabadiliko. Haya hali ya leo utakutana na mawimbi, wakati mwingine na vyombo vinataka kuzama. Sasa unaposema turudi, tuvue, tuzame, wapendwa, inakuaje? Unajua neno lile likawa ni gumu sana, lakini wakasema kwa neno likaumba imani. Kwa neno lake tutaingia. Nitashusha nyavu. Akaingia. Neno lile ni neno la kuchoka, ni neno la mtu aliyekata tamaa. Unajua ukimkuta mtu aliyekata tamaa, hata angeelekezwa neno zuri, kuna wakati fulani ni gumu mno kuelewa unazungumza kitu gani. Lakini akasema kwa neno lako nitaingia. Ninaamini kwa kuwa lilikuwa ni neno la Mungu, na neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu lina uhai. Lilipotua ndani ya moyo wa Petro, Biblia inasema Petro anageuka, moyo wake unabadilika. Kwa neno lako linashusha nyavu. Alipoingia kwenye maji, kwa muda mfupi nyavu zimejaa samaki, nyavu zinataka kukatika. Kabila angekuita Yakobo, si Yohana, Sudani, njoni tusaidieni. Kafika wakati sehemu zingine ukifuatilia, mpaka wakaanza kuwachoma moto. Ndio samaki ni watamu, wakaanza kuandaa kama kitoweo. Amina. Anamuuliza, unawapenda hawa kuliko mimi? Neno lile lilikuwa ni gumu sana. Moyo unahama, unawapenda samaki ambao wamewatafuta usiku kucha, lakini hawapatikani, ila wamekuja kwa neno. Sasa ninapozungumzia kipengele cha kutoa wana wa Mungu, kipengele kile kote nilikopita nikasema kwamba ni neno zito sana. Nazungumzia kuharibu mfuko wa mtu, kwa maana ya kwamba unazungumzia kusababisha pesa kwenye akaunti ya mtu. Unasababisha ili mtu airishe mipango yake aliyokuwa nayo, afanye kile ambacho umekiona ni cha maana. Lakini ikumbuke Petro akaahirisha kukata tamaa. Tuseme amina, wana wa Mungu. Akaahirisha kubaki nje. Anasema kwa neno lako Yesu nitashuka ndani, nitashusha nyavu. Si akayaona kufanya. Sasa kuna wakati mwingine, kwa kuwa neno hili linagusa vipato vyetu, wapendwa, tukizungumzia
habari ya kutoa. Hivi neno 3,000 ni kosa, ni mzigo kwetu sisi. Neno shilingi 300 kwa watoto ni mzigo. Mimi kule kwangu wanachanga. Kwanza ukifika kwa mchanga, ungelijua leo tumekesha. Halafu nasema tushushe nyavu zetu tuingie ndani. Waliovua samaki nafikiri wanajua. Huwezi kuvua samaki usiku kucha. Huwezi kukaa kwenye maji usiku kucha. Liwe ziwa, liwe bwawa, liwe bahari. Kuna wakati huwa kuna mabadiliko. Haya leo utakutana na mawimbi. Wakati mwingine na vyombo vinataka kuzama. Sasa unaposema turudi tuvue tuzame, wapendwa, inakuaje? Unajua neno lile likawa ni gumu sana, lakini wakasema kwa neno likaumba imani. Kwa neno lako tutaingia. Nitashusha nyama. Akaingia. Neno lile ni neno la kuchoka. Ni neno la mtu aliyekata tamaa. Unajua ukimkuta mtu aliyekata tamaa, hata angeelekezwa neno zuri, kuna wakati fulani ni ngumu mno kuelewa unazungumza kitu gani. Lakini akasema kwa neno lako nitaingia. Ninaamini kwa kuwa lilikuwa ni neno la Mungu, na neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu lina uhai. Lilipotua ndani ya moyo wa Petro, Biblia inasema Petro anageuka, moyo wake unabadilika. Kwa neno lako linashusha nyavu. Alipoingia kwenye maji, kwa muda mfupi nyavu zimejaa samaki. Nyavu zinataka kukatika. Kabila angekuita Yakobo, Yohana, Sunani, njoni tusaidieni. Kafika wakati sehemu zingine ukifuatilia mpaka wakaanza kuwachoma moto. Ndio samaki ni watamu, wakaanza kuandaa kama kitoweo. Amina. Anamuuliza, unawapenda hawa kuliko mimi? Neno lile lilikuwa ni gumu sana. Hapa duniani sio kwetu, ni wapitaji. Wenyeji wetu huko mbinguni. Kanisa la Bwana, kama wenyeji wetu huko mbinguni, ni pamoja na kila tulicho nacho tujiweke kwa Mungu wetu, tutamwona Bwana. Nataka nihitimishe kwa neno dogo ambalo utajisomea kwa wakati wako, la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5. Tunaona baraka lengo letu ili tukamwone Mungu wetu. Chochote ulichopata utaleta. Toa sadaka, saidia watu, saidia kazi ya Mungu, fanya kazi na utumishi wa Mungu. Ninaamini safari yako itakuwa salama. Ulibariki neno lako Baba. Asante kwa ajili ya damu yako iliyomwagwa msalabani ili tuwe na uzima. Ni kwa neema na utukufu wako. Amen. Mungu awabariki sana.